Kaa umetoka. Nimemaliza huyo jamaa tumemalizana na kwa hiyo nimemaliza. Nimerudi nyumbani kwangu. Sawa? Hii ni nyumba yangu. Nisikilize tena kwa makini. Sisi pesa hatujapata. Ila kuna sehemu tulikuwa tunaelekea kudai pesa. Lakini hata zamani tulikuwa tunakaa kama wandugu, tunakuja, tunachangia. Hata sasa unaweza ukaingia ndani tukabaki kama wandugu. Hakuna shida yoyote, si ndio eh? Lakini nawasikia. Na kuwasikia kwangu nitaishi na nyinyi ndani. Hata begi naweza nikakusaidia Patrick. Nikakusaidia basi tukaingia. Lakini kwa kuishi na nyinyi sitaki hayo matakataka ambayo mnafanya machafuko kwa kuleta nyumbani kwangu. Hapa nataka discipline iwe, sawa? Msije kuleta mambo ya kuchanganya hapa. Nataka nini? Kwa sheria zangu za nyumba yangu mimi ndio nyinyi mtatembelea. Sitaki kwa sheria zenu. Hapo sawa. Mlango mimi unanisumbua sana. Wewe Melina. Kama mtoto anaenda wapi tena? Yes sponsor. Najua nitakuja pale nyumbani kukuona mzee wangu. Kwa sababu nilienda kuonana na Mbuyu tweet hata pia na Kabange tweet, tulienda kuzungumza nao kuhusu swala ya filamu hiyo movie tuangalie ya kuchia kwenye soko. Sasa ndo Mbuyu akaniambia kwamba nimsubiri wakati anapotoka Lubumbashi, ndo hapo tutajua masuala yote kujua, lakini hamna tatizo. Okay. Mimi nitasubiri tu. Haya basi, unajua sisi ni kazi tu ndio tunajua, si kuchapa kazi sisi. Okay. Haya basi, kazi njema manager. Okay, asante. Leo sijui kama ni malaika kama ni nani. Ile za kwako. Unapunguza kwenye ndevu zangu. Najisikia nimepata tabasamu. Haya Melina. Mama wako mzuri kabisa. Mimi na wewe sijui tutaenda wapi ama tunatarajia kwenda sijui. Lakini Melina, kuna kitu kimoja ambacho mimi nitaweza kukueleza kwamba kuna mimi hajasema. Kuna maana acha Melina na kuamka. Safi. Mbona unakaa na huzuni? Kuna nini? Sikiliza nikuulize. Hujamwona Patrick kutokea asubuhi? Sio. Ameamka au bado? Sio. Lakini Melina, mbona siku hizi sikuelewi wewe na Patrick? What? Unamaanisha nini? Sababu siku hizi Patrick nikimuuliza tutakula nini, anajibu Melina hajasema. Nikimuuliza Patrick kitu chochote kimesha ndani, Melina hajasema. Alafu
kuhusu hayo yote ambayo unasema, una tatizo gani? Sijakuelewa unamaanisha nini? Makubwa. Ina maana hujanielewa? Sijakuelewa. Melina, mimi nimekuambia yoyote kuhusu Patrick. Ila naona unaanza kunichanganya. Lakini ina maana wewe umeanza kutembea na Patrick. Hey! Sikiliza. Ishia hapo hapo. Haya mbona yaongelea mimi? Sijafahamu. Hebu niache nikapumzike. Utalijua jiji. Melina. Melina. Hawa jaribu. Whitney. Kama wadada wameenda. Ni mimi. Ni Patrick. Nauliza Melina iko wapi? Salamu. Jambo. Jambo sana. Mbona unaniamkia? Basi. Unajua kama tunazungumza na wewe. Lakini ndio nimekuangalizia kama mwenzio yuko wale kwa sababu unajua siwezi kutaka ajue kama nipo ndani. Basi karibu ukae. Sasa Kwa nini sasa funga mlango wewe? Hata wewe utaniangusha wewe. Hapana. Basi niambie unanikaje? Amko poa, lakini unajua kuna kitu kimoja ambacho kilikuwa kinanikosa. Wewe mpenzi wangu. Kitu gani? Unajua kama wewe ndio unakuwa kama vile chai asubuhi inabidi nikamke nikunywe, wewe ndio nikukunywe jina wangu. Unaanza kuniita Melina? Nini? Vile nilivyokupenda zaidi ninapokuona najisikia kwamba sina hata haja ya kuona mtu mwingine, ama hata mama yangu sitaki kumuona kama nina wewe, hata baba yangu, ingawa baba yangu ameshafariki, lakini sometimes moja wewe ndio unakuwa unanipatia maji baridi kwenye moyo wangu. Simkumbuki hata tena dadi. Mawazo yalikuwa mengi, lakini kwa leo nimejisikia nipo tayari kwako. Fine. Hata mimi pia. Yaani ni kama yale maji ambayo mtu anaweza kunywa nisikia kiu. Ni kama ile mvua mlimaji amepata akavuna vitu vingi. Sijui niseme nini mbele kwako. Labda tuache Mwenyezi Mungu mwenyewe atajua mambo ambayo tunaweza kufanya. Lakini kitu kingine, ninapata faraja zaidi kwako. Na katika historia ya maisha yangu sitawahi kukusahau. Ninakupenda Melina, nitakuoa wewe. Ndio. Na mimi pia nakupenda. Tena ndani ya maisha yangu nimejifunza vitu vingi. Nimejifunza vitu vingi. Vitu gani? Mapenzi na maisha yangu. Yo. Hello. Hey, Johnson. Aulala tena. Wewe kila siku chizi. Vipi wao? Poa. Basi asiku. Fresh. Poa sana. Kila siku wewe chizi tu unakula chizi. Unaona basi? Habari za siku. Poa. Mfuata mazoezi kwa nini? Basi wewe mazoezi kila siku mazoezi kila wakati unataka kutumika. Itakuwa. Karibu. Ndani bwana. Siku nyingi kabisa. Wewe chizi kila siku unaona afya. Asante wao.
Bosa wewe Dennis, ile mambo yako ya shule inaendeleaje sasa? Kama kawaida, tunajua maisha siku ya siku hizi. Poa. Nimefaulu. Pia hivi nimeenda kuangalia na baba wangu mzazi, nimerudi akaja kupita kama kitatu. Sasa shoga, mambo ni poa. haonekani hata. Tunaona Unaona mazoezi inakuwa nyingi sana, kazi nini As kawaida maisha. Kawaida maisha bwana. Naona kawaida maisha yanaendelea vizuri sana. Kata kwanza. Sorry. Good. So Dennis. Tuitoka huko nisahau kuuliza kitu kimoja. Sasa mambo yako ya shule yanaendeleaje? Mambo ya shule kama kawaida. Umefaulu? Yaani tunajua tena maisha siku hizi. Wewe bwana. Tunajua tena. Yeah. Dennis. Unajua ni rafiki yangu sana. Tunajua. Tena ndugu yangu napenda sana. Ile nahitaji kushauri kitu kimoja. Sasa ndio. Ushawahi kuona samaki na ndege vikitembea pamoja? Haiwezi kuwa na vitakuwa. Haiwezekani. Yeah. Ndugu yangu. Yule kijana Patrick. Najua ni rafiki yako sana. Sana, si unajua nini? Ila nahitaji nishauri kitu kimoja. Tuna siku kuolewa kati urafiki naye. Sikie kabisa, nisikie kama Unajua mimi Patrick siachana naye. Kwa sababu gani? Mimi Patrick nampenda sana. Babake amefariki. Amemwacha kila kitu. Yaani mambo ni Patrick anavyoendelea kutenda ndani ya siku hizi. Ananisikisha sana. Patrick, kuna wale wasichana wale walioko nyumba yake. Wale wasichana ni watu wazuri sana. Watu wabaya. Kila siku Patrick mkiona naye amwambie kuhusu wale wasichana achane nao wapi. Anataka kunielewa kitu. Yaani nyinyi mabrother kama navyopenda. Naweza kumshauri. Nimechoka sana. Ila ni wewe mshauri wake wa karibu. Uwe rafiki yake kabisa wa karibu. Wakati hataki kusikiliza, je, anaweza kutusikia? Melina. Wafu mbona unaonekana una unyonge? Hamna? Unaongelea hamna. Japo mimi naona umehusika. Nahitaji nijue. Umepatwa na nini? Una ndugu. Mimi ndo ndugu yako ambaye tunaishi pamoja. Mimi ndo nahitaji nijue kila kitu cha kwako. Ni vigumu kukueleza. Melina, ni vigumu kivipi? Niambie. Sijui nianzie wapi. Niambie, uanzie wapi? Kuna nini? Na tatizo. Tatizo lipi? Mimi ni mjamzito. Mjamzito? Melina, wewe ni mjamzito? Na ujauzito hapa. Una ujauzito wa nani? Ludilia, ina maana sijasikia. Wow! Ndo unapolia wewe? Sababu una ujauzito wa Patrick? Mungu, ingelikuwa ni mimi. Huyu kosa kufurahia. Ina maana tunaenda kupata
document. Whitney, achana nayo. Kichwa kinauma, nahitaji dawa. Haya. Patrick, mpenzi wangu, karibu. Patrick, history. Matatizo gani? Tupo njoo basi tuongee jamani. Acha kuongea. Yote ambayo ulikuwa ukitafuta umemaliza. Samahani kabisa. Samahani. Samahani. Jamani. Tupo njoo basi mpenzi wangu. Samahani. 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 Melina! Melina! Patrick. Melina! Patrick. Melina! Kuna nini? Vipi mpenzi Patrick, wangu? mbona unalia? Acha chakulia, mimi nataka nikwambie, acha vya kulia wewe na nawe mwache. Hebu naomba msikilize. Naomba. Kuna nini? Lengo lenu nyinyi kuja hapa kwangu mimi. Lengo lenu nyinyi kuja hapa ilikuwa mimi ni kuniua. Pana sivyo Patrick. Patrick, acha kwanza, mimi kuna jambo la muhimu nataka kukuonesha. Melina, acha. Melina, acha. Subiri. Ndio kuna jambo la muhimu Patrick, kuna jambo la muhimu. Naomba nisikilizeni kwanza. Naomba nisikilizeni. Patrick, na mimi nilikuwa nahitaji unisikilize Patrick. Whitney. Niache wewe, niache na furaha zangu, niache. Whitney, naomba nisikilize kwa machache ambayo ninayo, kwa sababu nyinyi wakati mlipokuja hapana Melina, hapana Patrick, hapana Melina. Samahani, mimi niweleze samahani, naomba samahani. Mimi ambaye nilikuwa najua Patrick, sijamaliza lengo langu, sijamaliza maisha yangu mimi, lakini leo nimejikuta mimi nimeathirika kwenye nyinyi. Patrick, sikiliza. Baba. Sikiliza. Patrick, mimi kuna jambo la muhimu nataka niwaulize. Hii document ni ya nani? Hii document ni ya baba mzee aliyefariki, baba yangu mzazi. Na hii ni document na picha yake, document ya nyumba ambayo alimkabidhi kama vile mwanao. Haya majina ndio ya babako? Ndio. Mzee Asman ndio baba yangu mzazi mimi. Mbona mamangu siku alipoaga dunia ameniambia neno la mwisho, kanambia babangu mzazi